Na mpenzi mtazamaji wa channel hii ya Zenji Max, usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Na kubwa kuliko zaidi ni kuhusiana na yale ambayo yanazungumzwa kupitia klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, panda shuka chanika. Yes, yamekuwa yakirindima katika anga mbalimbali za kimichezo, na wengi wameendelea kujaribu kuelezea hisia zao tofauti juu ya kile ambacho kiliweza kutokea siku ya tarehe 8 Machi 2025 katika dimba la Benjamin Stadium Mkapa. Sasa usiku wa jioni kabisa ya Machi 7 katika dimba la Benjamin Mkapa lipo geti kuu, klabu ya soka ya Simba Sport Club ilipanga kuingia na kwenda kufanya mazoezi kwa ajili ya michezo yake kadha wa kadha ya mwendelezo wa ligi kuu NBC Premier League. Kutokana na sababu ambazo zikuwe kwa wazi, mabamsa wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans walikuta moja kwa moja kiwatoa wachezaji wa klabu ya Simba kwa basi lao na kuweza kuwarudisha huko walipoweza kutokea. Hii ni mara baada tu ya viongozi wa klabu ya soka ya Simba kuweza kutii na kuamua kuondoka ndani ya uwanja huo. Sasa kuna barua ambayo imeweza kuandikwa kwa Dar es Salaam Young Africans wakiweka misimamo yao. Wanasema kwamba huku kutakuwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko la klabu ya Simba asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025. Mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akitoa wasiwasi wake kuelekea kwa mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba za mchezo huo namba 184 upo pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo aliendelea licha ya tamko hilo, mwenyekiti wa bodi ya ligi mchana wa siku hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa kuelisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na hayo mambo ambayo yameendelea, klabu ya Yanga imepewa haki yake ya ushindi ambayo wanaitaka inayotekelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogoma mechi. Namba 2, kamati ya utendaji wa Yanga imekubali kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote iliyoweza kupangwa. Kutokana na mfululizo wa matukio kama hayo kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga inaelekeza imani kwa kamati kuu ya mashindano ya TFF kuweza kuvunjwa pamoja na baadhi ya viongozi wake ambao wanaiongoza kamati hiyo kuweza kuachia madaraka. Hata hivyo, klabu ya soka ya Yanga haina imani na mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema, maslahi mapana ya mpira wetu wa ligi kuu NBC Premier League na Tanzania kwa ujumla. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, klabu ya Yanga inaomba mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo kote nchini kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na utaratibu wa kiendeshaji wa mpira wa miguu hapa nchini Tanzania unaendelea kuzingatiwa kama ambavyo ilivyokuwa hapo awali. Nini maoni yako kutokana na sakata hili ambayo inaendelea kuchukua sura mpya kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Na mimi ni msomaji wako naitwa MC5. Naenda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, andika MC5 Events ili uweze kupata notification pamoja na update.